nikianza kufundisha uelewe kile kitu nafundisha. Uelewe ya kwamba tunazungumza sisi wote hapa ni wachawi. Ile kitu nataka tutafautishe, uchawi ni nini? Ina control wewe namna gani? Inapigana na wewe namna gani? Mtu yote ambaye amekuwa kwenye maombi, wengi wanakemea. Ulivamiwa na familia yenu, maana bwana yako alikufa, wakakuinukia, wakaanza kupigana na wewe. Ulifanya maombi na kuomba, Baba ukasambaratishe, uwasambaratishe, ninarusha confusion ndani yao. Hiyo ni nini unafanya? Umeroga. Wewe mrogi. Na warushia kuchanganyikiwa. Wachanganyikiwe. Ni what are you doing? Did God tell you to uambie wachanganyikiwe? Did God tell you? God says, leteni wote matatizo na mizigo yenu muilete kwangu. The Bible says, your enemies watakuja kwa direction moja. Yeye Mungu atawasababisha watoroke kwa direction ngapi? 7. Hakuna mahali uliambiwa ujipiganie, ama kuna mahali? Naye Musa akawaambia wana wa Israeli wakati kilikuwa kimeumana, akawaambia ya kwamba stay still and wait, see the salvation that is about to come. Kaa imara. Hakuna kupenda, hakuna kwenda, hakuna kurudi. Nyinyi kaeni muone jinsi Mungu wenu atakavyo wapigania. Deuteronomy 7. Mungu anasema nitakapo wapeleka kwenye nchi hiyo ambayo naenda kuwapeleka, ni wakabidhi mikononi mwenu, nchi iliyo na nguvu mara 7 kuwaliko. Nitakapo wakabidhi mikononi. Halo. Torati, kumbukumbu. Bwana Mungu wako atakapokutia katika nchi uendayo kumiliki, atakapokutia, Mungu atakapokutia kwenye nchi ambayo unaenda kumiliki, atakapoyang'oa mataifa mengi watoke mbele yako, atakapoyang'oa mataifa mengi yatoke mbele yako, Muhiti, Mugirigashi, Muamori, Mukanani, Muperezi, Muhivi, Muyebusi, mataifa 7 makubwa yenye nguvu kupita wewe. Unanielewa? Kuna kitu nataka ni uelewe kwamba things of the spirit are more superior than you. Wakati Bwana Mungu wako atakapowatoa mbele yako, nawe utawapiga, wakati huo ndipo uwaondoe kabisa, atakapo kuwaekea hawa watu kwenye mikono wako. Saa hiyo ndio utawatoa. Saa hiyo ndio utawapiga. Maana uko na ruhusa, wamekamatwa, wako chini ya ulinzi wa Mungu. Now God will allow you to do the job. Hello. Watakapotoa mbele yako, nawe utawapiga, wakati huo ndipo uwaondoe kabisa. Usifanye agano nao wala kuwahurumia, wala usione ya kwamba katika ulimwengu uchawi ni chombo kinachotumika katika ulimwengu wa kiroho. Lakini vile vyombo vinavyotumika katika kusababisha uchawi ufanye kazi ni vitu ambavyo unaviona. Zinaitwa mediums katika kimombo. Ni vitu ambazo zinasaidia katika ulimwengu wa kiroho yale mambo yafanyike. Uchawi ni maneno yatokanayo kwa mdomo. Lakini nitakupatia kijiti nikwambie funga kwenye suruali yako, lakini kuna maneno nitaambatanisha na kile kijiti. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitakupatia jifu. Wengine tunapatiangwa mafi ya kondoo. Wengine tunapatiangwa mukidoli, mbegu za mukidoli. Wengine tunapatiwa vitu tu, kitu tu, lakini kile kitu kimeambatanishwa na maneno. Kikiwa hakijaambatanishwa na maneno hakina nguvu. Kitapata nguvu kwa sababu kuna maneno. Maji yanaweza kutumika katika kukukomboa, kukufungua. Ile unaonanga ya kina Manyuro, ya kina TB Joshua. Si mbaya,
it is okay, it is a medium. Matumizi ya chumvi si mbaya, it is a medium. Matumizi ya anything that you want to use, hakuna ubaya wowote. Ubaya ni maneno uliyozungumza juu yake. Number 2, kama wewe ni muumini, maneno yale uliyoambatanisha juu yake na pia uliibadilisha ikakuwa ibada. Maji hayo uliyabadilisha yakakuwa ni ibada. Yakibadilishwa yakuwe ni ibada, sasa unaondoka kwa Mungu, unaingia kwa shetani. Ninaweza kukupatia mafuta hapa, mafuta nitakupaka, nimepaka watu wengi hapa. Lakini ninaweza kupatia na kachupa nikwambie nenda nayo nyumbani. Kisha ukaibadilisha nyumbani, badala ya kuomba, unaibadilisha inakuwa ni ibada, maana imetoka kwa Waroinge. Kila asubuhi ukienda kuongea kwa meeting, unamwagilia kwa ulimi. Ndio maneno yale utafanya, utaongea, itawafanya wakubali. Sasa wewe ni mchawi katikati. Ukachukua stika ya TB Joshua, ukaibandika kwa gari yako, kwa mlango yako, ama ya Waroinge, ukabandika ukasema hii ni ya kuzuia ajali isikuje, waizi wasikuje, gari yako isipate accident. Wewe ni mchawi. Umebadilisha ibada. Umebadilisha ile picha yangu imekuwa ni ibada, utakuwa unaniabudu. Ukiwa sasa katika hali ya kuniabudu, umebadilisha Mungu, umenifananisha na mimi. Kwa hivyo hiyo stika imekuwa ndio Mungu wako, ndio atakaye kulinda, ndio atakaye kupigania, ndio atakaye kushinda, ndio atakaye fanya kitu. Kwa hivyo when you change, ukibadilisha kitabu hicho kinakuwa ni ibada. Ama ukuje mahali hapa ubadilishe pakuwe ni ndio ibada, sio Mungu. Lakini unasema igekinyagithia magoro makwa hau no kuhonahonaga niweheria Ngai ni watu haha niho tondu Ngai gutire kundu atari. Bwana Yesu asifiwe sana. When you turn an object, ukibadilisha kitu ambacho uko nacho, unakibadilisha kinakuwa chombo cha ibada. Unamweka Mungu kando, unakibadilisha hiki kinakuwa chombo cha ibada. Kutoka saa hiyo umetoka kwa Mungu, umeingia kwa uchawi. Ukamchukua mume wako, na uwe mume wako ndio kitu cha muhimu kwako, kitu kama ibada, unampenda demwedete tanyama. Ama mke wako, ama mtoto wako ukamchukua, yani hicho ndio kitu kile unapenda sana, umembadilisha. Ule mtoto amekuwa ibada, ama huyo mume wako amekuwa ibada. Na ndio watu wengi tumeruhusu wanaume, mabwana wengine tumeruhusu wake wetu, alikufa kifo cha ghafla. Maana you substituted, ulichukua mke wako ukamtoa kwenye kiti chake ukamwekelea kwenye kiti cha Mungu, naye kiti cha Mungu ukatoa Mungu ukamwekelea kwenye kiti cha mke wako. You shall only worship me, no any other God apart from me. Anything, hata chain yako ile umefuga, kama hauwezi kutoka kwa nyumba bila hiyo chain, that is a God. Ile bango yako umefunga, kama hauwezi kuenda mahali popote bila bago, basi hiyo ni Mungu umefuga hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is what tunajikuta tuko ndani yake, ambacho imesababisha we have lost the glory of God, not because we have an intention ya kutoka kwa Mungu. Tunaabudu Mungu lakini tumebebeshwa. Anything, jambo lolote ambalo unasawazisha na Mungu, ama unalienda through ndio ufike kwa Mungu. Kapicha kangu ndio ufike kwa Mungu, stika ndio ufike kwa Mungu, musaraba uhangi hapa ndio ufike kwa Mungu, kitu kile unafanya ndio ufike kwa Mungu. Basi ulisawazisha Mungu wa ukweli na Mungu wa hiyo kitu. Kwa hivyo sasa wewe hauko katika Mungu. Na ndio warokore wote, kwa sababu kanitha karia jiwa gihujiriwe wega no kwa waruingi ni gutire mahujio mange ingithikiriria. Niyo na dawa na mahujio mange no kuhoria horagia. Riu nie ndi Ngai yaku,
nduri kwa Ngai we kwa ngoma through nie ni muranyita nduri kwao we kwao through nie. Yesu alisema uache wakati utawacha mambo yako yote unifuate, meaning you drop anything that you relate with God and you seek God himself. Unaweka Mungu hapa. Anything that is a bridge between you and God, it is not of God. Anything, hata you are pastor, hata you are apostle, if I am the one bridging you to God, then this is not a church of God. We are supposed to come here and worship God together and seek God together, understand God together, and be taught the word of God together. Bwana asifiwe. Mnaelewa sasa? Sasa hapo ndio kuelewa, kuanza kutembea na Mungu. Kuelewa ni nini Mungu anataka. Mungu hana ibada nyingine. Ibada ni moja tu yako na Mungu. You have a direct connection with God. You have a direct connection of understanding God. You have a direct connection that you go to God, you tell God, my Father, help me. Nisaidie. Ngai wakwa. Yesu wewe atia, Ngai wakwa, wadiganiria niki. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana kuna wao walizaliwa wakiwa na hiyo nguvu. Hawaichukuangi mahali. Mchawi karibu wote wako na nguvu, sio ya kununua. Wakikundi wameenda kununua na wamekuwa experts. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kuna wale watu walizaliwa na hiyo nguvu. Venye unakuta mtu nabii Jeremiah alizaliwa na nguvu ya Mungu. Pia wachawi walizaliwa na nguvu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ndio inatumika katika mambo ya kuroga watu, kama Modomogo. Modomogo alizaliwa akiwa na nini? Na vitu kwa mkono. Sieta gobogo. Anazaliwa na 3 ama 5 ama 7 kulingana na nguvu yake. Naye mfalme ambaye ni king, mudhamaki, alizaliwa akiwa na chain. Ka chain tu kama hizo mmevaa, lakini ni chain ya nini? Ya nyama. Ka chain itago jogu. Anazaliwa nako hapa. In our tradition watu walizaliwa, mimi nilizaliwa nayo. Naye kuna wale wamezaliwa. Ni nani hapa ameambiwa alizaliwa na vitu hapa kwa mkono? Wewe ulizaliwa nazo. Nani amezaa mtoto ambaye ako nazo? Wale wamezaa watoto? Dogo shaba. Hakuna geshabio, sasa tu mkono. Wewe ulizaliwa nayo ama ulizaa mtoto wako nayo? Nilizaliwa na mbogo. Unasikiaga? Ulizaliwa ndio kwa maana ulipatiwa jina Wabogo. Si unaitwa Wabogo? So those are the power to be a witch. It is not in the objects. The power to be a witch, it is in your mouth. Na ndio sasa, that's number 1. The power to be a witch, it is in your mouth. Number 2, the power to be a witch, it is in your name. Bwana Yesu asifiwe sana. Weta kwatia? Wabogo washalilo na bogo. Thank you. Mtu yote mwenye alikuwa na hizo, kwa Wakikuyu kuna jina wanaitwa. Utakuta familia iko na jina inaitwa Muragori. Alikuwa na hizo, alizaliwa nazo. Ukapata familia iko na jina Wabogo. Ilikuwa na nini? Na hizo bogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukapata jina inaitwa Muturi. Familia yenu iko na Muturi. Muturi ni craftsmen. Wale walikuwa wanatengeneza masufuria, mikuki na mishare. Wajiro walikuwa na kipawa ndani yao. Wanaweza kuwa wachawi, wanaweza kuwa watu wa baraka. Madhabahu mengi ya Wakikuyu imeinuliwa na ajiro. No makuohe na kanwa no makoroge. Mugambo wao. Number 3, the controlling power of witchcraft. It is in the graves. Bwana Yesu asifiwe sana. It is in the graves.
Katika makaburi kuna controlling power ya witchcraft. Ukiangalia kitabu ya 1 Samuel, Saul alienda kufufua spirit ya nani? Alienda kwa mganga, akamwambia niitie roho ya nani? Ya Samueli. Na alipoenda kuita, alimuita na alikuja. Aliona kikitu cha white na kilichokuja kikamwambia, kwa sababu umesubua roho yangu, kuja hata wewe, tunaenda na wewe. I'm talking to people wale wanaendaga kuguria mudharafa. What you take from the mudharafa, you go to disturb the spirits. Na ukienda kuwarahura hizo spirits, zinakuita hata wewe. Miaka miwili ingine mtaona mumeleta mtu mwingine wapi? Hapo, kwa sababu nuadhire kwa urake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo sasa, the power of the grave iko na adhuri metaga meherega kenda. Na aria angi mathinjagira ngomi, acio maitagia mahinya ma andu aria makuire kana mundu ucio. Ndio naona wakitengeneza pombe ya muratina. Pombe ya nini? Wachinje mbuzi, watamwaga damu, kisha wamwage pombe ya muratina tuahe ngomi citu. Yani you are calling the spirit of the dead to come and help you in a situation. Mwetia maroho make magomi moke meketea matoteithie tondu ni kuri na kinguki. Bwana asifiwe. So you have invited, that is the power, the controlling power of our deads. When we go seek them to come and help us, them, the bodies that are rotten, it is the medium. But now the spirit ambazo itatoka kwao ikuje iongee kwetu, hiyo ndio tunaita uchawi. Now automatically wewe haumtegemei Mungu, unategemea nani? Yule mtu aliyekufa. Kwa hivyo wewe na mtu aliyekufa mnaongea the same language. Ugo we no cio kwete gomieo muri kindu kimwe. Na kutoka hapo unaona mambo yako yote, biashara zako, kazi zako, familia yako inaanza kubehave ni kama watu wamekufa. And those are the controlling powers in our families. I am man, I have come from the family ambayo inafanya hiyo maneno. Wewe umekuja, nimekuoa, unakuja kwetu. You either uingie kwetu ama roho za kwetu zitakufanya ukae kwa matatizo for the rest of your life. Because that power, it is controlling. That power is speaking. Noigwa sio kagasethi ya kugerwo ngemi koinerwo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ciathi ya gwekatia koinerwo nigetha cirehe uhoro mathikiririe maigue ngomi. Isaiah 45. Haya ndiyo Bwana amwambiayo Koreshi masihi wake, ambaye nimemshika mkono wake wa kulia. Koreshi ni nyinyi. Nitakuja kuwafundisha kwenye Biblia. Koreshi ni nyinyi, masihi wa Mungu. You are the Levites, mwedukata cia Ngai. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambaye amemshika mkono wake wa kulia. Tukoroko tonyite tuko koine kwa Ngai okokori. Ili kutisha ili kutiisha mataifa mbele yake. Yani to make sure mataifa dunia mzima yametiishwa. Kenya tumefanya maandamano hapa, dunia inakalika sasa. Wakati tulikuwa tunafanya kampeni ya uhuru 2001, 2002 and 2001. Kuna siku kilikuwa kimeumania uhuru. Uhuru alikuja mpaka pale kwa kaburi ya baba yake. Akaingia hapo ndani, akasema ameenda kuongea na baba. Na alipoongea na baba, hapana ni wakati wa ICC. Alipoongea na baba yake, kesi ya ICC ilianguka. The power. Na hii maneno yote unaona Kenya hii inatusubua. Hatusuburiwi na Ruto. Sijui mnauliza Ruto nini? Hatusuburiwi na Ruto hata kidogo. Hata Ruto hajielewi. Maana Ruto hana kichwa. Ruto ameitwa jina, inaitwa Samoi. Samoi alikuwa nani? Koitalel Arab Samoi, mfalme wa Wakalenjin, wa Wanandi. Hiyo ndio jina. Mzizi wa Ruto umetoka hapo.
Na kichwa ya Koitalel ilikatwa, iko wapi? Iko Britain. Kichwa ya Somoei huyo Koitalel ilibebwa, ile kioko cha Koitalel kilogetoro Britain. Baka saa hii Wanandi wanaitisha irudishwe. So the spirit ya Ruto ndio naona hata watu wote wanasema tuko headless. Tuko kichwaless. Because the spirit ambayo inatuongoza Kenya hii, it is headless. Lakini what is the controlling power of this nation? Hinya uria wathaga bũrũri ũyũ, the controlling power until today ni Mzee Jomo Kenyatta. Kwa sababu moja, hajazikwa. Alafu amewekwa kwenye parliament kama monument, na mwili wake umewekwa pale. Na watu wote mwezi wa 8 serikali inaendaga kuangalia maiti yake, kuitisha nguvu ya kuendesha miezi hiyo ingine 8. Mnanielewa? Lakini the entire tunakuwa na ukumbusho wa Kenyatta. Mzimu yake, roho wake still runs this country. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana alimwachia Moi. Na alipoachia Moi, naye Moi wakati aliondoka alisema KANU itatawala miaka 100. Si ndio? Moi ni roho ya Kenyatta. Alitawala kama Kenyatta. Ni roho ya nani? Ya Kenyatta. Akakuja akamwachia Kibaki. Kibaki alikuwa KANU chairman, KANU life member number 1. Kibaki akaondoka, akamwachia nani? Mtoto wa Kenyatta, akarudisha home. Bwana Yesu asifiwe sana. Akatoka sasa, nani ametoka? Nani ameingia? Watoto wawili wa mzee mmoja, but wa mama tofauti. Sijui kama mmeelewa hapo. That is the controlling power. Sasa hiyo ndio spiriti moja ambayo inatawala Kenya hii. Ndio naona Uhuru bado ni kama ni yeye president. Ruto anaongea lakini bado, maana Ruto hana kichwa. In the spiritual realm, the name ambayo ako nayo, kichwa ilikatwa ikapelekwa Britain. Na wakati Ruto alikuja, hakuna mtu smart Kenya hii kama Ruto. To be very genuine. Wamwega no shiro tawamu. Ruto wako na hakili. Yule Ruto wa deputy president. Yule Ruto wa nani? He was brilliant. Brilliant kabisa. Yaani Kenya hii hata mimi nilikuwa naona tukiwa na huyo jamaa miaka 5 Kenya itaenda bali. Lakini wakati alikalia kiti, alikuta kiti ni ya hawa. Ni habari ya Kenyatta. Hata wakati wote Moi alitawala, alienda kuconsult Gena. Gena ndio ako na power ya mizimu ya mzee Kenyatta. Ndio naonaga kila mtu akitaka mamlaka Kenya hii. Si hata Ruto aliyekelewa mkono na nani? Na Gena. Because of that controlling power ya mzee. Now where is this power coming from ya mzee? The controlling power ya mzee ilikuja kutokana na watu wanaitwa Mau Mau. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana ndio walimpatia kiti. Wakati walikuwa naitwa KAU, ikabadilisha ikaitwa KANU. Wakampatia kiti yeye, wakampatia mamlaka. Mamlaka hii ilitokana na nini? Mamlaka ilitokana na damu. Hii unaona red hapa. Damu ya binadamu, sio ya mbuzi. Damu ya nini? Ya binadamu. Maana hawa ne kwehodha mehodire. Mau Mau walijitoa kama sacrifice. So Kenya is run by a sacrifice of the blood of human being. That is why kila wakati Kenya lazima iitishe damu. Kwa sababu inayoongoza, inayotawala ni damu ya nini? Ya binadamu. Mau Mau waliochinjwa, Mau Mau waliouliwa. So we are seated on an altar ya nani? Ya damu ya Mau Mau wa Kikuyu. Na hawa wazee wa Mau Mau, ukisikia wameanza kupiga kelele, wameanza kutukanana, wameanza kutema sisi tulipigania nchi hii na hatutapata ile damu inayumukaga, yule mtu ako kwenye kiti anaanza kupata shida.
because the blood ya binadamu inaongea na iko na mamlaka. Na hawa si kunyogo, walinyogwa, ati walikutwa kwa nyumba wakanyogwa, walijitolea. Mtu yote mwenye alienda kwa kichaka alijitolea. Kwa hivyo alitoa sacrifice. Mtu yote mwenye alienda kwa kichaka alienda because alitoa nini? Sacrifice mwili wake. Jinsi Yesu, tunapotaja damu ya Yesu, maana Yesu alijitoa kama sacrifice ya kumkomboa binadamu. Hivyo hivyo nayo damu ambayo iko kwa kichaka ya Mount Kenya, iko kwa kichaka ya Aberdare, iko mahali popote, mahali damu ya hawa watu ilimwagika, hiyo damu bado iko. Na hiyo sasa ndio the problem of this country. Until we are able kuzungumzia hiyo damu na watu kama hawa, watu wabie kulikuwa kunafanywa namna gani, ndio tuende tufanye hivyo. Hiyo damu itulizwe, inyamaze, alafu tutenganishwe. Hao waliokufa na hiyo damu, Kenya itenganishwe na hiyo. Maana kila tarehe 12 tunafufuaga roho zao. Mwezi wa 12, si ndio Jamhuri Day? Kila tunaita Mashujaa Day. Hao hiyo roho ya mashujaa, kila mwisho wa mwaka lazima tuende tuifufue na tukule mabusi na tukule maroga, tukarahura gomisio. Sasa wanaanza kusuguka wakituliza, mali yetu iko wapi? Kumbuka hao wazee walidanganya Mungu. Walimwambia tukishida ni wewe umeshida, tukishidwa wewe ndio umeshidwa, na kwa sababu tutashida tutakujengea madhabahu. Walijenga ama hawakujenga? Hawakujenga. Kwa hivyo ni wakora. Walifanya nini? Walidanganya Mungu. So that is the controlling power that controls this nation. Hello. Tuihamwe. Ni ukweli. So hakuna siku, angalia jinsi venye waliamuka. Waliamuka Maumau style. Maumau walisema hatuna kiongozi. Maumau ilikuwa na kiongozi? Haikuwa. Hawakuwa na ajenda? Hakuna. Walisema occupy. Hawakuwa na ajenda. Maumau walipigana, walikuwa nasema tu Musugu aende, lakini hawakuwa na watu wa kuwakilisha kwenda kuzungumza. Therefore, whatever that happened, chochote ambacho kilifanyika kilisababisha a controlling power against this country. Maana ukienda kwa pesa yako, ukienda kwa ofisi, ukienda kila mahali, hiyo kirauni unaonaga hiki kitu hiki. Hii ndio kirauni. Ukienda kwa pesa iko. Ukienda mahali popote iko. Kumaanisha chochote kinachofanyika katika nchi hii kiko na power controlled by the spirit ya those Maumaus. Ni ukweli ama si ukweli? Number 2, another controlling power, witchcraft. Walikula kiapo. Inaitangwa oath. Kile kiapo walikula. And I want now you to see how it has destroyed the fabric of Kenya. Huyu mzee ni Maumau. Aliapa na akasema, kwa maana mimi nilipatiana kiapo ya juzi ya Mungiki na ni the same na Maumau. Tulikuwa tunasema mimi wao walikuwa nasema sitashirikiana na kitu ama mafundisho ama tabia ama maelekezo yoyote ambayo yanaitanishwa na mzungu. Shirikiana na tabia, maelekezo, mafundisho, tabia, tamaduni ama chochote ambacho kinaweza kuitanishwa na mzungu. Ndivyo mlisema? Sasa waliapa na hiyo ikakuwa ni hivyo. Na waliapa mara 7. Kuna watu waliapa, huyu shosho yule Roda aliapa, huyu alikula miuma 7. Kuna levels. Kuna wale walikula moja, kuna wale waliapa mara moja, kuna wale waliapa mara 7. Mara 7 they were the most senior most. Wale sasa walikuwa controlling kabisa kule ndani. Sasa hawa wote tuweke hiyo moja, maana hiyo moja ndio foundation. Dikana nyitanira, kana koreyanira, kana kodi thĩinĩ wa morutani
kana gwika morutani kana gwika maundu na mitugo ya muthugu na ingegeka uguo ngario ni mumoyo. Those words walisema nikafanya against the words ambazo nimeapa, hiyo words zinikule. Ndio nakuta sasa sisi wote, because we are generation ya maumau, sisi wote tuko na shida. Nothing is coming. Hata tukijaribu kuingia kwa kanisa tuombe, there is a control, and which is more superior. Maana walimwaga damu ya damu ya binadamu. Are you getting me now? Until we are able to understand this problem, Kenya will never be free. Hata muweke president wa Roigi akue hapo, mimi kwanza wataniweka kwa tairi. Nyinyi mtanichoma. Tutiaugeti ogoshoka kanithaini, tutiakwelete okyo tuigire mbeca citu. Ili kutiisha mataifa mbele yake, nami nitalegeza nguvu za wafalme ili kufungua milango mbele yake. Atalegeza. Kulegeza nini? Milango na vitu vyote vimewekwa na wafalme mbalimbali kuzuia wewe uende. Powers ambazo zimewekwa kuzuia uende mahali popote, Bwana anasema atalegeza. Atakata kile kigiragio leno nywe. Hiyo kitu inakuzuia ukae maisha mazuri. Hiyo kitu inakuzuia uendelee mbele. Mungu atasababisha, ngoja baba, atasababisha ili kutiisha mataifa mbele yake. Nami nitalegeza nguvu za wafalme ili kufungua milango mbele yake, hata malango hayatafungwa. Akifungua, maana anaenda kufungua. Akifungua hiyo baraka na baraka zetu, hakuna mlango na hakuna taifa litakuja kusimamisha Kenya. Kenya itakuwa the most powerful nation. Na Kenya haitakuwa na wajiga tena. Ruto alituambia Kenya imeisha wajiga, kumbe bado wajiga wamebaki. Haya ndio Bwana, na nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipo paruza. Nitavunja vipande milango ya shaba ile umewekwa, ile milango imefuga usiende, na kukatakata mapingo ya chuma. Kenya ndio tumewekwa. Unaona pale Mugumo ya Thika, sisi kama kuna watu wameenda kule Mugumo, ile ilikuwa inaanguka. Mwende mtembelee hapo siku moja, mtapata kuna kichuma kimewekewa mahali hiyo Mugumo ilikuwa. Walijaribu, waliweka kichuma. Hiyo chuma it is spiritually put there. Wakati waliona Mugumo lazima ianguke, waliweka kichuma kimabati cha round, wakaweka lock. Pande mmoja imewekwa lock, wakafuga kigogona na inchi. These people were more spiritual than us. Ndio kwa maana walikuja na Biblia na bunduki. Wakakwambia fuata Biblia, na usipofuata utakula moto. Na wale walikataa wazee wakasema na nini kamoja kakabotia. Huyu mzee akaona moto imekuliwa na nikaja mkaruma mwaki. Na kakatoka moto. Mzee akaanguka. Hawa wazee wengine wakasema si afande, sisi hatukuwa. Achana na hiyo mjinga. Hata tulikuwa tumemwambia tu, wewe ndio mtu ule wa maana. Sasa tulete Biblia tuchukue. Walichukua Biblia. Sio kwa kupenda, sio kwa kuitikia, lakini ni kwa kulazimishwa. Kwa hivyo neno la Mungu halikufundishwa wewe jinsi ilivyohitajika. Ulilazimishwa kwa sababu kuna mtu alikuwa anataka kumiliki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo walitumia Biblia kulimiliki taifa. Na ndio nilikwambia Biblia ni githito. Yeke ni githito kile kile niguo mwana ule munene piu. Walitumia kushika nchi. Wakagawana. Kwa Wakikuyu wakatuma watu wanaitwa presbytery hapa Thogoto. Kwa Wajaruo wakatumiwa SDA na Wakisii. Kwa Wameru wakatumiwa Methodist. Kwa Wakamba wakatumiwa AIC. Bwana asifiwe sana. Kwa Wabaluya wakatumiwa Quakers. Kulingana, makanisa hizo zote zilienda kulingana na tabia. Wakaangalia kanisa la Presbytery
ina behave na structures za Wakikuyu. Ndio naona kanisa ya Presbyterian inaongozwa na wazee. Wakikuyu nani anaongoza? Wazee. Walilete makanisa kulingana na muundo na mfumo wa watu, ndio waweze kukamata ardhi na wakamate anga na wakamate madhabahu zote. So these are the controlling power. Kwa hivyo hata kanisa ilitumia witchcraft to penetrate and to capture territories. Maana Biblia imekataa kugandamiza. Ama haijakataa? Imekataa kugandamiza, lakini ni Biblia ilitumika kunitawala. Ni Biblia ilitumika kuninyaganya shamba. Yokage ni lokarebo kamwekene kate. Igoro kwa Yesu nitugashemania kuo. Igoro kwa Yesu nitugashemania kuo. Mukiro igoro kwa Yesu tutige indo guko tuthi tugacamania igoro kwa Yesu. Na riria wanyitire karwimbo kau ukirwa atiriri, andu ni marekererio kanitha, marekererio no matikarekererio merire. Uguo kihonokio ge sawa, no mutikagerie kukamenya ni kuhenio muhenagio. Mwathani agocwo. Tondu mundu ucio wakwirire mburi na ng'ombe itire na fata, ona njao, ona ngoko, ona migunda ndiri na fata, kila kina fata ni riri wa Yesu. Thie Kareni wone nui na mugunda munene Kareni. Kawake wagiriire fata yake fata wake wagiriire fata ku. Tondu gutire kindu kiri na fata. Ngoko itire fata, ng'ombe itire na fata, kila kina fata no riri wa Yesu. Weri aregire kwiriria riri wa Yesu riki akiriria mugunda Kareni kuria kwina mbeca, kuria kwina goro. Nuthu ya Kareni ni ya Mukatholiki. Half of Kareni thie kuria Rironi. Wetagwo Rironi kana wetagwo ready hivi na kuo kwa pata. Ugithie Limuru. Half of it is them. They are the largest single land owner in the country. No riri wa Yesu no go wena fata. Bwana Yesu asifiwe sana. Because Biblia haikutoka kwao. Biblia ilitoka kwa Wahibrania. Biblia ilitoka kwa Wayahudi. Lakini waliolete ni watu walikuwa na mpango. Walijua madhabahu ndio hutumika kumiliki. Na wakajua kwamba Biblia niguo mwana uria munene, niguo uguhuthira kwigwatira. Uguo matiakuheire kirira kiria kiagirire kia Biblia, makuheire kirira kiogomu. That is why until today hatujawahi kujielewa. Wakristo tuko Wakristo, hatujawahi kujielewa. Kama kuna watu wabaya dunia hii, Kenya hii, ni Wakristo namba moja. Kama kuna watu maskini Kenya hii, ni Wakristo. Nami nitakupa hazina za gitani. Biblia inasema hivyo. Nitakupa hazina za ate indo iria hithe ni ngukunengera. Nitakupatia. Na niguo thogonyirwo ni thina. Na thogu hane na kuria ni gukunengera indo iria cikire. Shonirwo ni ini nginyo gaikara kaundu kangi. Na mali zilizofichwa na za mahali pasili. Ni korodi. Na fedha zimefichwa huko chini. Ziko huko chini. Zinahitaji the Spirit of God. Gemstones zinapatianangwa na Mungu.